ajionavyo moyoni mwake ndivyo alivyo. Na siku zote mpumbavu hujihesabia haki mwenyewe. Nikimaanisha nini? Tusije tukawahukumu wenzetu, mwisho wa siku tukahukumiwa. Kwa mfano, kuna sehemu kunaweza kutokea uhalifu. Huo uhalifu umetokea ni kweli. Saa nyingine nakuta watu tunatokea kubatiza sehemu ile majina kwamba ni sehemu ya uhalifu bila kuchunguza roho zetu. Sasa basi, kwa nini tusiamini kwamba sehemu iliyofanyika uhalifu hata mazuri yanaweza kufanyika? Kwa sababu watu waliofanya uhalifu eneo lile si kwamba wote walikuwa ni wenye dhambi. Hata wenye haki walikuwa upande ule, walikuwepo. Ila tu ni baadhi ya watu wakafanya uhalifu. Lakini hao watu wasipelekee watu wengine kuweza kuingia kwenye hukumu ambazo hawazielewi. Sasa basi, siku zote lazima tujitahidi kuwaelimisha watu wanapokuwa wameingia kwenye mtihani kama huo, ili kusudi wale waliofanya uhalifu eneo hilo wapate kujifunza labda kutokana na makosa yao, lakini yale makosa yasiwapelekea watu wengine kuingia kwenye hukumu ambazo haziwahusu. Sasa basi, maandiko yanasema kwamba tukisema kwamba hatuna dhambi tukajidanganya mioyoni mwetu, na hata kweli haipo ndani yetu, na tukamfanya Mungu wetu kuwa muongo. Kwa hiyo tusimfanye Mungu kuwa muongo kwa sababu ya makosa yetu. Sawa, yule akakosea, lakini si bado anazungumza. Kama anaongea, manake ana nafasi ya kuweza kubadilika. Hiyo nafasi ipo, uwezekano upo, anaweza kubadilika mpaka mwenyewe kashangaa. Kwa mfano, kuna mtu anaitwa Sauli. Sauli kabla hajaitwa Paulo, inasemekana alifanya uhalifu mwingi, lakini mwisho wa siku anaonekana kwenye Biblia kwamba ni mtumishi wa Mungu. Na kama ni mtumishi wa Mungu, chanzo chake alianzaje? Alianza na uhalifu. Lakini mimi sifundishi uhalifu, nataka kuonyesha kwamba mtu uwezekano wa kubadilika upo. Kwa hiyo tusije tukawa tunawahesabia watu maovu kila siku.